Yes, hello, what's up? Again, it's your boy Izzo. Na nimetengeneza hii video baada ya kupata maombi kutoka kwa watu wengi wakiuliza namna gani unaweza kutumia kompyuta kwa wale ambao hawajui wapate hata ujuzi tu kidogo kwa mbali. Comment yako naomba utaitoa pale baada ya kumaliza kuangalia video hii, utanipa maoni yako. Kusubscribe, unaweza ukasubscribe hata sasa. Na pia ukalike video yetu kama utaipenda. Basi nisipoteze muda, tuende sawa. Ukiwasha kompyuta yako kwa kawaida itawaka kawaida hivi. Jua kabisa mnaweza mkafika kule mkakuta kuzimeshawashwa. Ukikuta imewashwa maana utakuta iko kawaida hivi. Huu mshale tunauita kasa. Huu mshale unaocheza hapo tunauita kasa. Baada ya hapo utakachokitakiwa left click, alafu kuna scroll hapa katikati ni kama kitairi kipo hapo cha kuzunguka. Alafu huku mwisho huku kuna right click. Alafu hii ya nje ndo body. Sana sana tunapendekeza mkono wako umeegema hapa juu hapa. Alafu vidole ndo viwe vimekaa huku. Maana kimoja hapa na kingine upande huu. Ambapo kidole hichi ndo kitakachotumika kwenye kuscroll hapa. Sawa. Na button ambayo itatumika kwa mara nyingi sana ni left click. Right click sana sana ni kwa ajili ya option. Nisikilize hapa. Left click ndo button itakayotumika sana. Yaani maana yake kwenye ukiwa umeshika mouse yako, button iliyoko upande wa kushoto ndo button itakayotumika sana. Button iliyoko mkono wa upande wa kulia, hiyo tunaita right click. Hiyo itatumika sana. Na hii scroll hii inatumika kwenye kupandisha na kushusha. Kama ni matangazo unaangalia, ama tuseme ni unaandika document yako kupandisha kushusha, unatumia hii. Sitaki video yangu itumie muda mwingi sana, so nitajaribu kukatakata na kupunguza tu ili mradi kila mtu aelewe kwa urahisi. Kutoka hapo kuna hii keyboard. Hii ni keyboard ile ya kutumika kuandikia. Hii hapa tunaita space. Kuna hii inaitwa shift lock au inaitwa caps lock. Unaitwa shift lock, caps lock. Sometimes unakuta ni mshale kama huu lakini umegeukia chini. Yaani mshale kama huu lakini umegeukia chini. Lakini hizo ni alama tu zinazotumika, lakini siku zote hizi button tu kwenye keyboard karibia zote zinafanana. Kuna button hii hapa. Kuna hizo ambazo unaona zina size sawa. Alafu kuna hii ina ukubwa kidogo, alafu kuna hii ni kubwa, ni ndefu kuliko zingine zote hizi zilizoko upande huu. Hiyo ndo tunaita caps lock au shift lock. Ambapo hiyo inatumika kuweka herufi kubwa au ndogo. Mara nyingi huwa zinakuaga na taa.
Kama sio hapa basi huku mwisho huku kuna taa zipo. Kwamba ukibonyeza kuna taa inawaka, ukibonyeza kuna taa inazima. Ikiwa taa imezima maana yake itaandika herufi ndogo. Ikiwa taa zimewaka itaandika herufi kubwa. Yaani maana yake hiyo taa huku inakuta imewekewa herufi kama A. Maana yake herufi kubwa. Ikiwa imewaka maana yake itaandika herufi kubwa. Tukitoka hapo kuna kuja ni Windows button. Hiyo hapo function yake ni ku raise window na kushusha. Lakini kingine pia kwenye kuandika namba. Kuandika namba mimi ningependekeza utumie zilizoko hapa juu. 1, 2 mpaka 0 hizi hapo utumie zilizoko hapa. Usipende kuzingatia hizo huku. Kuna baadhi ya keyboard huwa zinakuaga na namba lock ambapo huwa inakuaga maeneo haya. Ikiwa iko locked huwezi kuandika kupitia hizi namba huku. Matokeo yake inabidi utumie hizi zilizoko hapo. Kwa hiyo jifunze tu kutumia hizi zilizoko hapa juu. Maana hata hii keyboard ukiangalia vizuri imekaa kama iliyoko kwenye simu yako. Kuna swala la kwamba unakuja hapa unaona alama iko hapa lakini unataka uitumie lakini hujui utaipataje. Kila ukibonyeza inatokea nyingine. Ili itokee alama nyingine inatokea kabla hujabonyeza hii. Huu umeshikilia hii inaitwa shift. Huu umeshikilia shift hii. Hiyo mshale ule upande juu tunaita shift. Hii ya chini yake kwenye kona kabisa hapa inaitwa control. Upande wa kushoto kwenye kona chini ni control button. Juu yake ni shift. Kwenye kona kabisa juu kabisa kule inaitwa escape. Escape button. Alafu hapa juu hizi ni button za F. Hapa kuna F1 mpaka F12. Ziko hapo juu. Tunakuja sasa. Let's say tunakuja hapa. PC yako kompyuta yako umekuta imewaka hivyo. Unachotakiwa kukifanya kama hujafunguliwa browser utapewa maelekezo ya kufungua browser. Browser ni kitu gani? Ni hiyo program au software iliyoko kwenye kompyuta inayokuwezesha wewe kuweza kuingia kwenye mtandao au kuweza kupata huduma ya internet. Katika Microsoft Windows kuna hii Microsoft Edge ambayo inakuja na kompyuta nayo ni browser. Alafu kuna Chrome hii nayo inakuja na hii lazima uinstall mwenyewe, nayo inakusaidia kupata internet. Lakini kwa sasa hivi kompyuta nyingi sana zinatumia Chrome, watu wengi sana wanatumia Chrome. Lakini pia kama unaona hizo zote nizo kutajia hujaona, ziko nyingine hizi. Kuna hii Safari, kuna Firefox, zote hizi tunaita browser. Hii Edge ndio ile Microsoft Edge nimekuonyesha pale. So sisi tutatumia Microsoft tutatumia Chrome, Google Chrome, ambapo Google Chrome yetu itafunguka hiyo. Itakuwa imefunguka kawaida kama hivyo. Ikiwa imefunguka kama hivyo, utakachokifanya sisi utasubiri upewe maelekezo. Katika ikifunguka hivi, kwanza kuna kitu kimoja nimesahau kuambia. Nimeshinda kuwapa maelekezo fulani hapa, lakini ngoja tupeane maelekezo tu hapa. Mimi hapo nimefungua direct, lakini kwa hapa unavyoona hivi, ile mouse yako nilikwambia kuna button moja tutaitumia sana ambayo ni button ya kushoto. Button ya kushoto hii nikibonyeza mara moja hapa nakuwa nimeselect. Lakini nikibonyeza mara mbili, yani kwa haraka pop tunaita ni double click, hiyo inakuwa imefungua hicho ambacho nimekibonyeza. Lakini ile right click pia nilikwambia ni option. Uki right click inakuletea option zingine hapo, kwamba naweza nika open, naweza nika run, nika add, nika compress hivyo. Kwa ukishindwa ku double click haraka unaweza uka right click then ukachagua open. Unakuwa umeopen. Achana na open file location, nachagua open ya kwanza ambayo iko yenyewe imekolezwa tu open. Baada ya hapo hiyo ndo unaweza kufungua. Ile scroll tuliongelea ni ya kuscroll, ni kwa ajili ya kuscroll kama hivyo unavyoona na scroll hapa. Mfano nimekuja nimefungua Smart Education nika scroll kama hivi, natumia kile kitairi nilichokuambia, natumia kuscroll. Lakini ikifunguka, kwa mfano nataka nifungue hapa juu, nabonyeza mara moja kawaida upande wa kushoto. Kushoto kuselect ni upande wa kushoto. Nataka hapa. Nataka hapa. Ni upande wa kushoto ndo natumia kuselect. So tukija kwa mfano tuseme mfumo wetu labda ni ajira poto. Utaandika hapa juu. Mahali pa kuandikia ni hapa, tafadhali usitumie sana hapa. Sipendi kukurecommend utumie hapa. Tumia hapa juu. Hapa juu ndo utaona utasikia raha kidogo, yani pako kidogo sawa. Kwa hiyo utaandika kama hivyo, alafu ukishaandika utasearch. Yani ukishaandika hapa juu ukishaandika hapa tupakiwa hivyo ajira kuandika tunatumia ile button yetu ajira. Ukishaandika hivyo kuna mawili. Katika keyboard kuna sehemu iko hapa
katika keyboard kuna hii sehemu hii inaitwa enter, au hii hapa mwisho inaitwa enter. Hiyo button hiyo unaweza ukaitumia hapo. Baada ya kuandika tu, ukibonyeza hiyo enter itakusearch, itakuletea hivi, then utatumia mouse yako kushusha mshale hapa, uta select. Ukishabonyeza mara moja hivi unakuwa umeselect. Na baada ya kufanya hivyo unaweza sasa kwenda kama ni login na select, unaweka password zako pale, vacancy, unaangalia feedbacks. Nafikiri mpaka hapo utakuwa umenielewa, na kama utakuwa hujanielewa zaidi bado nitaendelea kutoa mafunzo mengine, na usisite kuniuliza, usisite kuomba ushauri kwa lolote lile. Mawasiliano mimi yako chini ya video hii, na pia ukinicheck WhatsApp itakuwa ni vizuri zaidi kuliko normal calls. Normal calls sometimes unakuta sipatikani au niko busy, so ukiniachia ujumbe wako WhatsApp nikiukuta mimi naufanyia kazi. Nashukuru sana kwa kuwa mdau na unavyoendelea kunisupport katika kazi zangu. Mungu wa mbinguni aendelee kukubariki, na naamini kila mmoja atakwenda kufanikiwa katika interview. Kwa kiasi chake ni kumwomba Mungu, ni swala la muda. Asante.